Ulikuwa usiku wa baridi kali, nyuzi joto 8 tu, huku mvua kali inapiga pale Rabat, Morocco, kwenye dimba la Prince Moulay Abdallah, ukipigwa mchezo kati ya wenyeji Morocco, The Atlas Lion, dhidi ya Simba wa Teranga, yani Senegal. Jukwaa lilijaa mahasimu wengi zaidi wa Senegal, mashabiki zaidi ya 60,000 wa Morocco wakiwa wamejaa matumaini makubwa ya kubeba ubingwa wa Afrika wanaotamani kwa muda mrefu. Ilikuwa si vita ya silaha, bali ni vita ya heshima. Vipaji vikubwa vya soka duniani vikiwa katikati ya uwanja kutoka vilabu vikubwa tofauti duniani, wakiwa kila mmoja kwenye taifa lake. Kwenye wakati ambao Senegal walikata tamaa na kutokuwa na tumaini lolote la ubingwa na kutoka uwanjani, lakini legends wa Senegal walionyesha namna gani ya kupambana uwanja wa vita. El Hadji Diouf anamuita Sadio Mane na kumwambia, angalia wale wa Senegali kule jukwaani, kwa uchache wao lakini wamekuja kusapoti timu yao. Fikiria maelfu ya Wasenegali na Waafrika wengi waliopo nyuma ya Senegal. Rudini tucheze mpira. Penati sio goli, lakini ni mchezo wa bahati. Tumetoka mbali ili turudi na kombe, sio malalamiko mdomoni. Huyo aliongea hapo ni mchezaji bora wa Afrika mara 2 mwaka 2001 na 2002, na alifanya vizuri sana kombe la dunia la mwaka 2002. Sadio Mane pia aliongea na moja ya kocha mkubwa kwa bara la Afrika ambaye pia amewahi kuifundisha Senegal na mataifa mengi sana Afrika, kocha Claude Leroy, na kumwambia ubora na umuhimu wa mchezo huo. Na hapo Sadio Mane ambaye ni mfungaji bora wa muda wote wa Senegal na mchezaji anayeheshimika sana, akaonyesha uongozi katikati yao na kuambia kuwa, fikiria umbali wa watu walioko Dakar, Thiès, Touba na St. Louis mpaka kufika hapa Rabat, Morocco. Kwa nini tushindwe sasa kurudi nyumbani na heshima hii kubwa tuliokuja kuipambania hapa Morocco? Lazima turudi na kombe hili nyumbani, bali hatutakiwi kurudi mikono mitupu. Na hapo nakumbuka moja ya kauli ya Hernan Cortex ya mwaka 1519 akiwa vitani na kikosi chake, aliwaambia kuwa, we have got no option for retreat, we only have to win or die in the battlefield, akiwa na maana ya kwamba hatuna uchaguzi mwingine wa kurudi nyuma, tuna machaguo mawili tu, tushinde vita au tukubali kuuawa na maadui zetu. Na hii ndiyo kauli aliyoitumia kijana kutoka kijiji kidogo cha Bambali, Senegal, kwa kikosi chake kuwa, hii ni vita yetu dhidi ya maelfu ya wa Morocco, lazima tuishinde vita hii, hatutakiwi kukata tamaa, kuna raia wengi sana nyuma yetu wanaotuangalia. Na hapo wanajeshi wa Senegal walitoka na kuja kupambana tena kwenye vita ile kwa ajili ya bendera ya taifa, kwa ajili ya furaha ya vizazi vingi vya Senegal, huku Eduardo Mendy akiendelea kutunza tumaini la Senegal kwa kudaka penati ya fundi kutoka Los Blancos, Brahim Diaz, huku Eduardo Mendy akisema, hili ni andiko kutoka mbinguni, imeandikwa leo kwa Dakar itakuwa ya dhahabu na vizazi vya Wasenegali vitafurahi leo. Baadaye dakika 94, Pape Gueye anapiga msumari wa mwisho kwenye jeneza la kuwazika The Atlas Lion na kupoteza tumaini kabisa la vizazi vya Morocco. Walipigana sana kuchomoa msumari ule, lakini wahenga wanasema jitihada zishindi kudra. Pape Gueye aliwapigia wahenga na akawaambia, yametimia leo, pokeeni simu mtakavyo, tumeshinda leo. Bingwa wa Afrika ni Senegal, na bila shaka dunia ilifurahi kushuhudia moja ya fainali bora sana za mashindano ya AFCON pale Morocco. Ulipigwa mpira tu, malalamiko peleka kwenu. Ukipenda niite Jacqueline for Team the BOB, na wino huu ni wa Hamis Muhib Popa.